But that ocean Yeah, belongs to me. inakuwaje wadau? Mi si mwanasiasa but Because where is my ocean? history ya I'm Museveni entitled to that ocean. In inanihusu future we are going to na have wars. inakuhusu wewe kama Mkenya. Like In kila the mzee future we are going to anabonga, have wars. it doesn't make sense at all. Haimaanishi like kama we ni landlocked country usikie wivu kwa wale watu wako na Indian Ocean. Like naona kama Museveni is losing it. Like uzee ni mzuri lakini uzee sometimes ni mbaya, inampeleka vibaya. So kile najaribu kusema like kila inchi imebarikiwa na Mungu na ikapewa rasilimali zake na Mwenyezi Mungu. What I'm trying to say like is Indian Ocean is a natural resources. Si kitu ambao tumeumba, ni kitu ambao Mungu ametupa, alipea. Sisi tuko na bahati kama Kenya kuwa na Indian Ocean. Na hao venye wako na landlocked country, wako na vitu ambazo sisi hatuna. Ukiangalia kama Migingo, alikuja akaleta fujo, tukampea. Alikuwa anasema upuzi, sijui maji iko UG, sijui land iko Kenya, vitu kama hizo. Huu mzee like ni ule mzee ako desperate, anataka kuchukua kila kitu. Na sasa pale ameona rahisi kuja kuchukua ni Kenya, cause Kenya tumekuwa so kind, tunakaribisha watu, like Kenya tuko very kind. Anataka kuchukua hiyo chance kutumia Kenya, na atatumia kuingia Kenya kutumia TZ. Cause yeye na TZ na Samia Suluhu kuna vile wako pamoja. So ndo aweze kuingia Kenya lazima atatumia Tanzania. But kile naweza sema, mimi si mwanasiasa like ile from my knowledge, mzee is losing it ile kabisa na lose kabisa. Cause huwezi kuja kulalamika kwa vitu natural resources, vitu ambazo hakuna venye utatoka Tanzania, Uganda upite hivyo vyote ukuje paka Kenya. The same way hakuna venye sisi tutaweza toka Kenya twende tu direct paka Uganda, haiwezekani. Mzee kuna venye kidogo uzee na kupeleka mbaya, na kile utapata kama ile kitu ambayo Idi Amin alipata. Ukikumbuka zile enzi kwa ulisoma history, Idi Amin alijaribu kuinvent Tanzania, akisema boda yake imefika sijui wapi paka Tanzania huko. Kile alipata si alipigwa na kapotea. Na sasa wewe mzee, naona downfall yako inakuja. Na hiyo ndio I suppose kwenda hiyo that way. Wewe ni mzee, tumekuwa hata wewe vita zikiwa Uganda ulikuwa unakuja Kenya unajificha kulingana na history wewe nasoma, nilisoma na nikaona. So vitu zingine mzee inafaa relax, tulia. Wewe umekula miaka mingi kwa hii dunia. Wacha kuleta ugomvi, vita, haitasaidia kitu yote. Sisi kuna wale dada zetu wameoleka Uganda, kuna wale pia dada zenyu wengine wameoleka Kenya, like intermarriage. Na sasa ukianza kuleta hii ugomvi ambao tunaona katika nchi zingine haitakuwa poa. Tuliona India ikipigana na Pakistan. Je, vitu kidogo kidogo kama hizo zenye wanataka kuleta. Tukaona Pakistan ikipigana na Bangladesh. Kwa sababu hizi vitu kidogo kidogo mzee anataka kuleta katika East Africa. East Africa tumekuwa watu amani, tunakaa vizuri. So Museveni, tulia, ambie uboi wako Mhozi, atulie, acha mambo mingi. Uhunya alijaribu kidogo, akaambia kama ni kupitisha vitu zenyu, acha tutengeneze SGR, tunawafikishia paka kwa boda, nyinyi mnaichukulia hapo. Lakini hamtaki hiyo, sasa mnataka kuja paka direct. Lakini acha ni hope, mzae, hayuko serious, ulikuwa na joke tu. Juu haiwezekani, hakuna. So unajua, nyinyi mmebarikiwa kivyenyu. Wacheni sasa kuingilia sisi. Nyinyi kuwa na nchi ndogo, si kupenda kwenyu na si kupenda kwetu. Ni hivyo venye sisi tuko na bahati yetu venye tulipewa. Na nyinyi pia nyinyi mko na vitu zingine kama venye nimesema. Mimi najua even Uganda iko very rich in other things that Kenya hatuna, na tuingili, hiyo ni bahati yenu. So mzee, usipite hiyo njia. Hiyo njia si poa. Hiyo njia usijaribu hata kidogo. Usichukulie president wetu ni wenye ametulia na maneno mingi, like ukoona unaweza kama sasa Kenya na uanze mambo yako. Mzae, tulia, tunakuheshimu, tunaheshimu wa Uganda, hatutaki hiyo maneno. But nyinyi wewe na Suluhu, mzae na Suluhu kuna venye wanaongea. Juzi tumeona wild beasts zinazuiwa kuja Kenya na Tanzania. So kuna venye mmeshikana lakini hamtatoboa.
See you.